Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Zulfa, toka nyumbani kwangu. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Toka nyumbani kwangu. Unanisikia vizuri? Haya, toka nyumbani kwangu. Hapana Idris, usinifanyie hivyo. Unajua mimi ndo faraja yangu. Sasa ukinifukuza mimi nitafanya nini? Hata mimi mwenyewe nilikuahidi kukuoa kwa moyo wangu mkunjufu, lakini naona familia yako kama kuna kitu inatengeneza. Sasa mimi siwezi kukubali. Ndoa inatakiwa ifate utaratibu, sio kwa uhuni kama huu mnataka kuniletea. Kwa hiyo ninachokuomba sasa hivi, nenda nyumbani kwenu. Hapana Idris, mimi sikupanga lolote na babangu, ila ni yeye tu kutokana. Toka! Hivi unanielewa wewe? Nimesema toka nyumbani kwangu. Naomba nisamee Idris. Kile wewe. Naomba nisamee. Sitaki. Wewe, kile unachokitafuta muda si mrefu kinaenda kutokea. Muda sio mrefu kinaenda kutokea. Hapana, usinifanyie hivyo Idris. Toka nyumbani kwangu. Toka! Subhanallah, toka wana. Alhamdulillah. Nilikuona mwanamke wa maana sana we. Kumbe mjinga kabisa, una akili. Toka! Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zulfa, mimi nakupa nafasi moja tu kwa leo, kwa sababu huu umeshakuwa usiku. Hivyo utalala hapa na kesho asubuhi utaenda nyumbani kwenu. Gadla. Ndio. Muandalie chumba cha kulala. Hilo halina taabu. Ngoja niwaishe. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu, tukiomba rehema na msamaha. Ya Allah, tupe taqwa. Alhabibi Mkanjima. Assalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kheri, mambo yanasemaje? Alhamdulillah, lakini shehe wangu, sio kawaida yako wewe kuona mitaa ya bondeni huku, inakuwaje? Na ndio unatokea nadhani. Ndugu yangu wewe, ukisikia ukubwa wa dunia sio upana wa eneo, bali ni mambo yaliokuwepo ndani yake. Mimi bwana nilikuwa nataka nikupe yangu, lakini ya kwako naona kama kubwa. Wallahi jana Ilani amefanya balaa kubwa baada ya kufuturu tu. Lakini hebu niambie kwanza, bondeni kuna nini huko? Yaani mtu namheshimu, lakini dakika za Bwana Mkanjima, kuna maneno mazito mazito. Wallahi nahisi kuna jambo.
Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. La yaftali kwanza uanze na tende. Lakini oye, asikudanganye mtu panapo gimbi na nazi tu ile alhamdulillah ndio vitu vya muhimu. Hebu sema kuna nini? Maana naona bado tu unapiga juu. Yaani swaiba wako Sheikh Muhsin al-Habibi Kitumbi. Mimi naona yule hajui thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama anajua basi anajisahaulisha. Allahu Akbar. Lakini Mungu angetukumbusha kukutua kidogo, alafu akatufufua. Basi sio maji tuna chakula, hata mate tusingemeza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sema fanaudhu billahi minashaitani. Kuna nini? Mbona bado mnazunguka mbuyu? Uko. Sheikh Muhsin kayaweka haya. Yaani titalundo. Kayapweka. Yaani watoto wa mjini wanasema kanya kayajaza. Wallahi wa billahi yule bwana anatudhalilisha. Anatudhalilisha. Ni kweli, lakini Mtume anasema ukitaka kutoa aibu ya mwenzio, kwanza utoe aibu yako. Inshallah Mungu akipenda siku nyingine tutaonana. Sasa Mkanjima. Allahu Akbar. Sawa. Mimi ninazo zailani, ukitaka zailani ndani njoo jioni pale kwenye kahawa. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu, tukiomba rehema na msamaha. Ya Allah, tupe takwa, tuimarishe imani mioyoni, tuoshe makosa ya janna. Karibu mwanangu. Asante Malkia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Za utokako. Wewe tena. Yaani ukijaga hivyo ndio na habari. Umekuja na jambo gani leo? Mke wangu Dunia. Yaani leo kuna ustadhi ameongea maneno ambayo baadaye nimetembea hata tambo 2, 3, 4 sina na kuja kukutana na uhalisia wa maisha ya maneno yote aliyozungumza ustadhi. Mume wangu hapo kwanza kwenye ustadhi. Mtaja ustadhi, kuna kitu nimekumbuka. Vipi wewe ustadhi, ya maana yake ulimpatia? Wewe naye ndio wote mke wangu unawaza tu unadaiwa. Wewe unaweza ukaota hata unakimbizwa kwa sababu ya kukaa kulingangania deni tu muda wote, deni lilikuwa rohoni divaini. Sasa huyo ustadhi ninayekwambia mimi sio ustadhi ananidai. Japo tu kwa uwezo wa Allah tumelipa deni tunaodai. Alhamdulillah. Hatudaiwi. Lakini ustadhi leo aloniambia maneno ya kuniambia. Aliniambia ukisikia dunia kubwa sio upana wa eneo. Sema kama kiwanja cha mpira sijui wingi wa mambo yalikopo ndani ya ulimwengu, ndani ya dunia yenyewe. Maana ulimwengu baki ila ya ulimwengu mengi. Na wala sijatembea miguu mingi tangu niachane naye alivyonipa hayo mawaidha. Na kwenda mbele na kwenda kukutana na mambo ambayo yanatadikisha kweli dunia ina mambo mengi. Sasa wewe kaa tu kuzungumzia madeni. Mume wangu kuna nini? Si uniambie. Kwanza ukazunguka hivyo mpaka lini? Sema bwana. Niseme nini? Wewe kaa tu kuzungumzia madeni. Kipindi unazungumzia madeni wenzao wanawaoza watoto wao huko. Ndoa ya Mwajala, ndoa ya mkeka huko. Ndoa za mkeka tena? Allahu Akbar. Una taarifa? Nani alifanya mambo?
Anaudhu billahi minashaitani rajim. Ule ukoo kila siku nilikwambia mke wangu mimi unalana. Ukoo unalana, yani umelaanika, laanatullah. Baba anajifanya muumini, anajifanya anajua dini, lakini afungi mwezi wa Ramadhani, huwa anajificha kwenye vibanda. Sijakupa taarifa wewe. Mtoto anaenda kubananushwa vichochoroni, sijakupa taarifa wewe. Leo Sheikh Muhsin kaamua kwenda kumuoza binti yake, tena kwa muajala. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mzee Muhsin mbona na balaa namna hii mume wangu? Balaa. Mbona anayofanya mazito? Hivi haoni kama anajifezesha mtaani? Na misimamo alokuwa nayo yule kwenye familia yake, leo yeye anaenda kumwozesha mwanae ndo ayamkeka. Kweli? Hai, bora yayo. Maana kuna kipindi wasona na kusema bora ya sambusa yenye pembe tatu kuliko kisheti chenye kukaa namba 8. Si unanielewa? Kumiliki mtoto wa kike ndani ya nyumba yako hakutofautiani na kumiliki nyanya. Sasa nyanya ina tabia. Kipindi ipo katika ubao inakuwa nyekundu, imewivya, haijapata mteja, inaenda kuwa masala, utamuuzia nani? Kwa hiyo bora alizokifanya hapo ubao yake, sijui ipo ubao, sijui nani huyo akunyapia udunga. Kwa hili alilofanya Sheikh Muhsin, wallahi kama ningekuwa nina zawadi mimi, ningekuwa nimeshampa Sheikh Muhsin. Kwa staili mume wangu na ukipata mtoto wa kike utampeleka hivyo hivyo. Ndio mwajala. Ili asijakaoza nyumbani. Sema astaghfirullah. Mimi sina maana hiyo. Maana yangu mimi tuyatumie maisha ya Sheikh Kitumbi, Sheikh Muhsin kama sehemu ya somo upande wetu. Maana yake halisi kama malezi yameanzia kupinda kutoka kwake, sisi tukipata mtoto wetu akae katika njia iliyonyooka. Ihdina sirata almustaqima. Tukae katika ile njia iliyofanani iliyokuwa inanyooka, yenye unyoofu. Hii ina maana hii mke wangu. Maisha yale tukiyatazama, ndio maana mimi kila nikipiga goti, wallahi naanza na dua mke wangu tupate mtoto mwema. Ila Mungu naye mbea wewe. Wewe awe kiboko. Yaani ukienda ukirudi una taarifa. Ukienda ukirudi una taarifa. Yaani utafikiri ukienda huko wewe ni mwandishi wa habari ndio kaza kuenda kufanya kazi ya kutafuta habari. Rahma. Amen. Mimi mbea. Yaani mimi leo ndo naona kitololi wa mtaa, si ndio? Sasa kwa haya Mungu tutasemaje? Kwa hiyo mimi wifi wa mtaa. Sema hivyo, tutemaanisha hivyo lakini nagawa tu chaneli. Mimi nakwambia kama mahaba mke wangu. Tena mahaba kwa sababu unajua mke wangu wewe muda mwingi unakaa ndani kama dini inavyozungumza, mtoto wa kike hataki kuzunguka ovyo, kuhangaika kwa watu ovyo. Mimi ninayetoka kwenda kupuyanga nimelipata la huko ndo nakuletea. Tena nakuletea sio nakuletea kama kudhihaki, nakuletea kama darasa ili na sisi tujiandae kwa malezi yetu ambayo Mungu atatubariki. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ndugu wangu Fadhia, nakusii rudili na masomo. Ndio. Usifanye mambo ya kijinga. Unajua dunia sasa hivi kila kitu tunategemea masomo. Ndio dada. Yaani kupata kwako wewe, kisha kuwa na dini na masomo. Ndio. Ukisoma, ukifaulu, ukipata kazi. Ndio kila kitu. Hata wazazi wako watakuwa wanawasaidia. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Pia nakuahidi sitokuja kufanya mambo kamwe. Nitasimamia dini maisha yangu yote pamoja na masomo. Ila pia na wewe kuwa na amani. Usije tunaokawaza kuhusu baba. Mimi naamini jambo hilo sasa hivi itatimia kwa sababu mama yuko upande wako. Sawa dada? Sawa, ndio ndugu wangu. Tukazane bwana, somo cha kwa kali. Haya, sawa. Imarishe imani mioyoni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. We, njoni kwanza. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Hebu kali chini kwanza. Marhaba. Shikamoo baba. Shikamoo baba. Nilikuacha kule. Kwa nini uko hapa? Kimekuleta nini hapa? Subhanallah, subhanallah. Nasema na wewe. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadani